Watu wengi huwa wanafikiria kuwa mtu wa kiroho ni kukariri maandiko mengi, kwamba yule mtu ambaye amekariri maandiko mengi huyo ndio wa kiroho. Ni kweli, ni sehemu yake. Kuwa na maandiko mengi ni kweli, sehemu moja hapo ni kuwa wa kiroho, lakini sio hivyo tu. Watu wengi wanafikiria kuomba sana tu ndio kuwa wa kiroho. Ni kweli, lakini that is not all. Sio mwisho wa hapo, ni zaidi ya hapo. Biblia hii unayoiona hii, ili iwe Biblia na unaona neno la Mungu limeandikwa, kipande chochote cha kwenye Biblia, chochote unachokisoma na ukasema kwamba ni neno la Mungu, ama hicho kipande ni ufunuo Mungu alikuwa anamfunulia mtu, ama ni ndoto Mungu alikuwa anahadithia kuhusu ndoto, au mtu aliyeota anahadithia, au ni maono, mtu ameona kitu, au ni unabii, au inaweza kuwa ni maongezi ya mtu na mtu, au mtu na watu, au inaweza kuwa ni maongezi ya shetani na Mungu. Ndivyo hivyo vinaitwa neno la Mungu. Kwa hiyo ukiona neno ujue ama ni maono, ama ni ndoto, ama ni ufunuo, ama ni unabii, ama ni maongezi ya mtu na mtu, ama ni neno la Mungu linamjia mtu. Yalipokusanya yote haya ndiyo yanaitwa neno la Mungu. Nataka uondoe ile dhana kwamba neno la Mungu lilishuka. Hiyo dhana, it takes you very far from the reality. Inakupeleka mbali sana kutoka kwenye ukweli wa neno la Mungu. Neno hili ni watu walisema kwa vinywa vyao, ni Mungu alizungumza, ni Mungu alizungumza kupitia vinywa vya watu. Lakini mpaka ujue kwamba ni Mungu, uwe na Mungu pia. Vinginevyo utamwona tu ni Askofu Gwajima anazungumza. Kule kujua kwamba Mungu anazungumza na kwenyewe ni upenyo wa aina yake, kwa sababu mpaka ujue kwamba Mungu anazungumza. Vinginevyo utaona rais anazungumza, waziri mkuu anazungumza, mbunge anazungumza, mkuu wa mkoa anazungumza, mkuu wa wilaya anazungumza, mkurugenzi anazungumza, baraka anazungumza, lakini mdomo ule ule wa mtu anazungumza ndiyo mdomo ule ule wa Mungu anazungumza. Umenielewa nilichosema? Mdomo ule ule wa Mungu anazungumza ndiyo mdomo ule ule wa mtu anazungumza. So you should have the capacity to realize that now it is no longer personality that is speaking, but God is speaking through a certain personality. Hiyo ndiyo kazi kubwa sana. Na kwa sababu ya maisha tuliyoyazoea, Biblia inasema kwamba andiko halikuwafikieni wakati wowote kwa mapenzi ya mtu, bali watu walinena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sika umeshawahi kusoma hiyo? Umeshawahi kusoma? Mungu anasema kwamba maandiko hayakufikieni kwa mapenzi ya mtu, lakini watu. Tulisome hilo andiko kwenye kitabu cha Agano Jipya. Lakini kama hujui, unaweza ukafikiri jambo la kawaida tu. Nilikuwa nataka nijenge msingi fulani ili kusudi kusaidia maisha ya mtu. Kwa mfano, unaposema neno la Mungu likamjia Elia, neno la Mungu likamjia Yeremia, neno la Mungu likamjia Hezekia, lakini na wewe leo linakujia, ila unakuwa hujui Mungu anaongea. Unajua Pastor Baraka ameongea vizuri sana leo, lakini actually ni neno la Mungu lilikujia wewe kwa kinywa cha mtu. Unajua watu wanaposema kwamba neno la Mungu lilimjia Yeremia,
huo wanawaza kwamba Yeremia alikuwa amekaa akaanza kusikia sauti, Yeremia. Yeremia alianza kuongea, yani yeye anaanza kuongea. Yani Yeremia akaanza kuongea, akaanza kusema. Usifikiri kwamba neno la Mungu likamjia Yeremia kusema kwamba Yeremia amekaafa akasikia. Yani Yeremia mwenyewe anaanza kusema. Yeremia ni mtu, Hezekia ni mtu, Isaya ni mtu, Amosi ni mtu, Joeli ni mtu, na wewe ni mtu. Na mbaya sana, sema mbaya sana, wewe ni zaidi ya Musa, ni zaidi ya Elia, ni zaidi ya Yoeli, ni zaidi ya Hezekia. Niulize kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hakai ndani ya Hezekia na Elia. Wewe Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo, lakini sasa kilichotusumbua sisi ni kule kukosa maarifa na cooperate kwenye hayo maarifa. We always think, huwa tunawaza kuna Mungu mwingine zaidi ya huyu aliye ndani yetu. Yani kwani huyu aliye ndani yetu ni kana kwamba naye ni Mungu, lakini yule mkubwa sana, yule baba lao yule kubwa sana anakaaga mbinguni. Na ndio maana unamwona mtu anainua macho, Baba Mungu aliye mbinguni. Kila cha kwako kilishaondoka mbinguni, kiko ndani yako. So for people who do have understanding, hii ndiyo vita tulionayo. Vita tulionayo ni namna ambavyo tuliwakilishiwa Ukristo na neno la Mungu. Tumewakilishiwa kimakosa, tukaelewa kimakosa, tumekuwa na makosa, na ndiyo maana kuzungumza na watu inakuwa kazi kubwa sana, mpaka wape ufahamu. Hebu hapa na hangaika hapa nianze na nini kumfanya mtu aelewe, lakini si nianze na nini, Mungu anisaidie. Lakini nataka kusema hivi, Mungu anaongea na wewe kila siku, kila saa, kila wakati, lakini wewe hufahamu kwamba sasa ndio Mungu anaongea. Na ndio maana unaweza kwenda kumwacha Mungu kaenda kumtafuta Mungu, kwa sababu hujui kwamba Mungu anaongea na wewe. Mungu anazungumza kupitia watu. Hebu turudie tena. Rudia tena mara nyingine. Kupitia watu. Lakini anapokuwa anazungumza, unaona mtu anazungumza, mtu kabisa, ila ndio Mungu anazungumza. Sasa ni ule uwezo wako wa kutofautisha sasa kwamba ni mtu, ni Mungu. Ndiyo maana Paulo anasema sasa nawaambia, ila sasa hivi sio mimi, ni Bwana. Ila mdomo ule ule, sasa hivi sio mimi, sasa hivi ni Bwana. Sasa hivi sio Bwana, ni mimi mwenyewe. Anajaribu kuambia kwamba Bwana na mimi ni kitu kile kile. Kwa mfano, hebu tusome kwa pamoja basi kuanzia Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Nataka kila mtu awe makini. Nalenga kutoa ufahamu ndio tuelekee kwenye ndoto. Nataka kule Geita wanielewe, Kahama wanielewe, Arusha wanielewe, Kilimanjaro wanielewe, na Zanzibar wanielewe. Petro wa pili sura ya kwanza na mstari wa 21 inasema hivi: maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Tutasoma wote kwa pamoja. Petro wa pili sura ya kwanza na mstari wa 21. 1, 2, 3. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Walionena ni kila nani? Wanadamu. Walionena ni kila nani? Sasa kutofautisha mwanadamu na sasa ni Mungu ni mtihani. Ndiyo maana nataka kukujenga kwa namna ambavyo itakurahisishia kumwona Mungu, itakurahisishia kupata majibu yako. Kuna baadhi ya majibu humuhitaji nabii, unahitaji wewe tu mwenyewe kuwepo basi, kwa sababu sauti ya Mungu iko ndani yako na Mungu yuko ndani yako. Anasema maana unabii hapa anamaanisha neno la Mungu. Neno la Mungu halikuletwa popote kwa mapenzi ya mtu, bali wanadamu walinena.
walizungumza yatokayo kwa Mungu. Wanadamu wanazungumza yanatoka kwa Mungu, ila wanazungumza kina nani? Ila yanatoka kwa Mungu, ila anayezungumza ni kina nani? Wanadamu. Ila yanatoka kwa Mungu, ila anayezungumza ni kina nani? Wanadamu. Sasa kule kujua mwanadamu ni Mungu anazungumza. Hebu tuone hili jambo, tutapiga hatua kidogo, itatusaidia sana. Nataka uone kitu fulani hapa. Mtume Paulo anaongea maneno haya, wakati mwingine usipokuwa mwangalifu unaweza kuona mbona mtume Paulo anachanganya mambo hapa. Mtume Paulo anasema, lakini hapa sasa nawaambia, ila si mimi. Lakini anaposema si mimi, ndiyo yeye huyo anaongea. Anaposema sasa hivi kwa kweli ni Bwana, sio mimi, sisi tunamwona ni yeye yule. Anaposema sasa hivi ni Bwana anaongea, jamani, mbona ni wewe yule. Lakini kuna mtu hapo alipo ana mambo makubwa yako ndani yake, na amekuja kanisani kuyatafuta hayo mambo makubwa wakati ametoka nayo nyumbani. Yaani kinachokupelekaga makanisani kitu fulani, unahisi kuna kitu fulani kikubwa cha future yako umekuja leo kukitafuta hapa, ila umelala nacho, umeamka nacho, umepanda nacho bodaboda na unacho hapa, ila tu hujiamini kwamba ni chenyewe, kwa sababu unawaza kuna Mungu mwingine mkubwa zaidi aliye ndani yako. Uliyepiga makofi umenielewa. Na ndio sababu unaweza kumkuta mtu anaomba, Baba Mungu tusaidie tufike mbinguni. Mungu yuko ndani yako tayari. Hakuna jambo mwanadamu anaweza kulitaka na likashindikana akiondoa hofu. Si kama nimeongea na mtu. There's nothing impossible minus fear. If you simply remove your fear, then all things are possible. And let me talk to somebody as I still talk. Nikwambie jambo moja. Kile kinachoitwa kifo, kile ambacho sisi tunakiona kifo, kila mtu atakufa, ni kuahirisha tu. Utakiwa ufe Jumanne, ufe Ijumaa. Unapokwenda hospitali sio kwamba unaondoa kifo, unachelewesha. Naenda kufanyiwa operation, kwani sasa hutakufa, unachelewesha. Baada ya kufa mwaka huu, ufe mwaka ujao, angalau nile kidogo. Jamani, nimeze Panadol sie nikafa, unachelewesha. Ila kufa watakufa ama kwa ugonjwa ama kwa uzee, kwa sababu sio waliokufa wote waliugua. Kuna wengine tu alikuwa anatembea tu anasema chini akadondoka. Kwa hiyo kufa, utakufa ama kwa ugonjwa, na kunywa dawa, kutibiwa ni kuchelewesha, kuahirisha. Baada ya kufa Jumatatu, jamani, angalau nife Ijumaa mwenzenu, nimeze dawa, nifanyiwe operation. Na kwenda kufanyiwa operation Muhimbili moyo, kuzuia nini? Nisife. Ina maana hutakufa kabisa, angalau sio sasa hivi, lakini angalau nile kidogo. Kwa hiyo ukijua kwamba nitakufa siku moja, si afadhali nifanye kilichonileta duniani, ili siku nikiondoka duniani, kuishi kwangu duniani kuwe na maana husika. Umenielewa? Ndiyo maana Yesu akasema, yeye aupendaye uhai wake kuliko mimi ataupoteza. He that loves his life more than me will lose it, and he that loses his life for my sake shall find it. Anasema Yesu. Kwa hiyo ukiondoa hofu, kila kitu kinawezekana. Ukiondoa tu hofu, woga. Na woga ni wa nini? Woga wa kufa. Woga wa jambo ambalo halikwepeki siku zijazo, kama wakati ukifika. Halikwepeki. Kuna rafiki yangu kule Japani akafa anakula nyama. Aliwaambia watoto wake, baba yake ni mchungaji mwenzangu Mjapani anaitwa Matsumoto.
Akawaambia wanae baba yake, sasa jamani, lendeni leo mkanunue nyama laini tule wote kwa pamoja. Wakachukua familia, alipomeza ya kwake kamkwama kooni akafariki. Hiyo nyama laini ambayo ilikuwa ya kuenjoy ikabadilika. Kwa hiyo hata wewe naye nitazama, utakufa, ila cha msingi unaacha nini? Tuseme sasa unaacha nini? Ukitaka kujua kwamba mambo yote hayana thamani, sisi ambao kwa bahati nzuri tumeshuhudia watu wanakufa mkononi. Wewe hujawahi kuona mtu anakufa mkononi. Mtu anayekata roho huwa hana muda wa kupoteza. Na maneno anayoongea, anayekata roho huwa anaongea pointi tu. Anayekata roho haongei. Ukimkuta, huwezi kumkuta mtu eti anakata roho anasema jamani, nataka kukata roho, naomba mniletee vyeti vyangu vya chuo kikuu nivione mara ya mwisho. Eti jamani, nataka kukata roho, nilihangaika mna kusoma PhD, naomba vyeti vyangu niviangalie mara ya mwisho. Hiyo ni nonsense kwa mtu anayekata roho. Jamani, nakata roho, bafuni taulo halijaanikwa isije likaharibika. Hawezi kusema hivyo kwa sababu jambo hilo sio la muhimu kwa anayekata roho. Anayekata roho hawezi kusema jamani, jamani nakata roho lakini bafuni nimesahau mswaki sijafunga kifuniko chake, usije ukakauka, dawa ya mswaki sijafunga. Hasemagi hayo. Anayekata roho anasema jamani, mke wangu yuko wapi, unisamehe. Jamani, kuna hela mahali. Jamani, kuna nyumba mahali. Jamani, nataka fulani aitwe haraka haraka. Anaongea point tu, hana muda. Ni wewe tuliye na muda ndio maana mambo mengi ya kufanya. I simply want you to be inspired, knowing that somehow, somewhere you will quit from this world. But do you quit when your destiny is fulfilled, or do you quit when you just came here as a useless earthly container? Je, umekuja hapa unaondoka wakati hatima yako imetimia, au unaondoka hapa kama container lenye maarifa yasiyo na matumizi? Mimi nitatimiza hatima yangu. Wewe utatimiza hatima yako. Liko jambo ambalo lilimshawishi Mungu usife ukiwa tumboni mwa mamako, kwa sababu wapo waliofariki. Lipo jambo lilomshawishi Mungu wewe usiwe ile mimba iliyoharibika. Lipo jambo lilomshawishi Mungu usife ukiwa na mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano. Na hilo jambo lilomshawishi Mungu endelee kuwepo, hujalitimiza bado. Ondoa hofu, iko kazi mbele yako ya kutimiza, na itatimia kwa jina la Yesu. Mtu aseme haleluya. Na kwenye kutimiza hatima yako usisikilize maneno ya watu. Kila anayekushauri ana hatima yake. Ashughulike na hatima yake. Ashughulike na kesho yake. Ashughulike na kula aendako. Na mimi nashughulika na kule niendako. Maana saa ikifika kila mtu anaondoka mmoja mmoja. Sitaki kuondoka kabla hatima yangu haijatimia. Na wewe sitaki uondoke kabla yako haijatimia. Nataka Zanzibar watimize hatima yao. Nataka Dar es Salaam watimize hatima yao. Nataka Dodoma watimize hatima yao. Nataka Geita watimize. Nataka Kagera watimize. Nataka Morogoro watimize. Tanga watimize. Kila mtu atimize hatima yake. Na ukiondoka upige kelele useme, kazi ulionituma nimeimaliza. There's nothing to avoid, by the way. I say again to people who understand, all is doable minus fear. Kila kitu kinafanyika ukiondoa woga. Asikutishe mtu. Anayekutisha na yeye ataondoka duniani. Anayeondoa uhai wako na yeye ataondoka duniani. Na bahati mbaya sana Biblia inasema kwamba yeye auaye kwa upanga atauawa kwa huo. Rudisha upanga wako mahala pake, maana yeye ashikaye upanga ataangamia kwa huo. Biblia inasema yeye amwagae damu ya mtu, damu yake huyo naye itamwagwa na mtu, maana kwa mfano wa Mungu nalimuumba mtu. Simama katika uso wa dunia, utimize hatima yako. Hauna muda mwingi sana. Maisha ni asubuhi, jioni, asubuhi, jioni, asubuhi, jioni.
Sasa hivi ni mchana, unawaza lunch, baadaye utawaza chakula cha usiku, baadaye unawaza kulala, baadaye unawaza kuamka, baadaye unakunywa chai, baadaye chakula cha mchana, jioni mchana, jioni mchana, unakuwa mtu mzima. Nataka kutimiza hatima yangu, nataka utimize hatima yako, nataka lile uliopangiwa na Bwana litimie kabla ya wakati wake. Mtu apige kelele haleluya. Umenielewa Ilikuwa ni asubuhi ulikuwa unapambana unywe chai, imeshapita hiyo. Ni mchana unapambana ule lunch utakula. Ni jioni unapambana, inakwenda asubuhi jioni, asubuhi jioni, asubuhi jioni, asubuhi jioni. Baadaye unasalimiwa shikamo bibi Sara, shikamo bibi Naomi, shikamo babu Josephat, shikamo. Unashangaa nimekuwa babu tena. Ndio unaenda hivyo. Mkumbuke Bwana siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya, ambayo utasema sina raha katika hayo. Kama liko jambo ambalo lazima ujali, ni kumaliza hatima. Unanisikia mimi ninavyosema? Ni kumaliza nini? Liko jambo ulilopangiwa kufanya duniani, hujalimaliza, ndio maana uko duniani. Wakimaliza tu naondoka. Mimi hapa nikimaliza tu naondokaje haijalishi, lakini umeondoka. Wapo walioondoka kwa kuugua, wapo walioondoka kwa kuangukiwa na mnala. Yohana Mbatizaji akaondoka kwa kukatwa kichwa, Petro akaondoka kwa kusulubishwa kichwa chini miguu juu, kina Bartolomeo akaondoka kwa kuchunwa ngozi, kina Yohana wakaondoka kwa kuwekwa kwenye mafuta yaliyochemshwa. Kila mtu ana namna yake ya kuondoka ukifika wakati, lakini uondoke ukiwa umemaliza ulicholetwa kufanya hapa. Umeletwa kufanya jambo fulani la kimbingu. Umekuja duniani kufanya kwa niaba ya mbingu. Mikono yako ni mikono ya mbingu, macho yako ni macho ya mbingu, akili yako ni akili ya mbingu, uso wako ni uso wa mbingu, maamuzi yako ni maamuzi ya mbingu. Ukitembea wewe, mbingu inatembea. Ukiona wewe, mbingu inaona. Ukisema wewe, mbingu inasema. Na uendelee kwa hivyo hivyo mpaka umalize mwendo wako kwa jina la Yesu. Yesu alianza kazi akiwa na miaka 30. Akafanya kazi kwa muda wa miaka 3.5 tu. Sio kama sisi tunavyosema niko kwenye huduma kwa miaka 40. Miaka 3.5 ya Yesu ndiyo imefanya dunia ibadilike. 3.5. Maana yake jamaa alikimbia kweli kweli. Jioni akimaliza anawaambia wanafunzi wake, tangulieni mlimani nitakuja huko. Wanamwambia, mwalimu, umehubiria leo watu 5,000 na ushehe. Mlimani kufanya? Akasema kazi inaendelea. Anapanda nao mlimani. Mlimani anaanza kuomba, akiomba. Jamaa wenye muda wa kutosha wanalala. Anawauliza, mnashindwa kukesha na mimi hata saa moja? Wanasema saa moja hatuwezi, dakika 10 ndio tunaweza. Jamaa wamelala. Yeye anaomba usiku kucha, ametoka mbinguni. Yeye ni Mungu lakini anaomba. Yeye ana uwezo lakini anaomba. Anajua alikotoka lakini anaomba. Anajua wanadamu lakini anaomba. Anaijua hata siku itakayoanza lakini anaomba. Kuomba ndio pumzi inayokupa nguvu ya kuanza siku. Kuomba ni kufyatua mamlaka zinazozuia mission yako isitimie. Mission yako iko wazi, lakini wako watu wanaozuia isitimie. Fyatua, shinda nao, fyatua, sema fire. Kwenye ulimwengu wa rohoni wewe unaonekana. Wewe kama askofu, kama pasta, kama muumini, unaonekana kilichokuleta. Ziko mamlaka zile za rohoni zina uwezo wa kuona wewe ni nani miaka 20 ijayo, utakuwa nani miaka 20 ijayo, na una nini ndani yako. Zile mamlaka za kichawi zinaweza kuona. Huwa nasema siku zote, ndio maana unapita mitaani unaona watu wanakuheshimu, nasema mzee yule tunaheshimiana naye. Anaona ndani yako wewe una mission gani. Hiyo heshima yako haitokani na wewe kufanya kazi Vodacom au kufanya kazi hazina. Ile heshima yake kwako inatokana
ana macho ya kichawi, akikuangalia anaona future yako, haoni ganda la nje hili, anaona jitu la ndani limetoka mbinguni, limekaa ndani ya mwili, lakini linatakiwa kutimiza jambo duniani. Anapoangalia anakuona wewe, ndiyo maana anakuita mkuu, anasema shikamoo. Nataka nikwambie kwamba dunia yote inakushangaa, wachawi wanakushangaa, wasoma nyota wanakushangaa. Wewe ni jitu la ajabu, ila umelala ndani ukifikiria wewe ni mwanadamu wa kawaida. Naamuru kila mtu amke. Majibu ya kesho yako ndani yako. Majibu ya familia yako ndani yako. Majibu ya nchi yako ndani yako. Majibu ya dunia yako ndani yako. Majibu ya uamsho yako ndani yako. Majibu ya uponyaji yako ndani yako. Amka, timiza hatima yako kwa jina la Yesu. Hallelujah.